ni kitu hiko na ni scandal ambayo imeingia katika nchi letu. KEBS na all the authorities and official wa take it seriously na wa make sure kwamba Wakenya wanapata fertilizer ambayo inayofaa. Hatuamini ya kwamba kuna hiyo mbolea fake. Hata kama iko, hiyo ni scandal kama ile ilikuwa ya sukari ile tuliambiwa iko na mercury. Baada ya mambo kadhaa kutembea ikakuwa mercury iliwachwa hivyo na watu wakaikunywa iko kwa mwili yao mpaka saa hii na tujaona walikufa. Hii scandal ya mbolea vile sisi tunaelewa hiyo fake fertilizer mimi najua ni scam tu ile imeletwa ya kwamba ya kuchapa ile mbolea, hii mbolea ya bei nafuu itoke ndio ile watu walikuwa wanauza bei ya juu izidi kuendelea. So how are we going to yield a lot of produce kama mbolea yenyewe ni gushi, considering that majority of our of the backbone of this country is education, is agriculture? Because if mbolea ni gushi inamaanisha mahindi haiendi kufanya vizuri, coffee haiendi kufanya vizuri, tea haiendi kufanya vizuri. That means we are going to create something that we call the inadequacy of the produce. And if the government actually is interested in subsidizing production, then such things should not be going through the tendering system. Neno ya mbolea imetuletea shida kwa sababu saa hili unatoa pesa yako unafikiria unaenda kununua mbolea. Unakuta mbolea ni mawe. Hii imetuletea aibu nyingine kubwa sana. Jila awai hatujawahi ona. Kwa sababu tangu tuzaliwe tulikuwa tunanunua mbolea, ukiona tu mbolea unajua hiyo ni mbolea.